Samia Suluhu Hassan. Mikono hii yote unaiona hapa ni shukurani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kusikia kilio cha barabara ambayo ilitutesa kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatambua uwepo wa makamu mwenyekiti wako dada yangu Rehema, karibu sana jimbo la Msalala. Ninatambua uwepo wa mwenyekiti wa mkoa wa vijana yuko hapa, kaka yangu karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila kusahau natambua uwepo wa katibu wetu mwenezi akimwakilisha mwenyekiti wa CCM mkoa na katibu wa CCM wa mkoa, karibu sana kwenye jimbo la Msalala. Lakini natambua uwepo wa mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kwenye wilaya hii ya Kahama. Nataka nikuambie mheshimiwa mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu, baba yetu huyu mzee Toma kwenye wilaya hii ya Kahama anakiongoza chama vizuri sana, wakisaidiana na katibu wake, katibu jembe, katibu maridadi, kaka yangu Chatwanga yuko hapo nyuma. Lakini bila kusahau kamati ya siasa yote ya wilaya iliyoko hapa na viongozi mlioko hapa. Leo nataka niwaambie jambo moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusikia taarifa zako nataka kuja kufanya ziara kwenye wilaya ya Kahama. Nimeomba ufanye ziara kwenye wilaya hii ya Kahama, lakini nikaomba ufanye ziara kwenye kata hii ya Bugarama. Kwa nini nimeomba ufanye ziara hapa? Nimeomba ufanye ziara hapa kwenye mambo yafuatayo. Moja, uwe shahidi wa fedha ambazo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa lami na uangalie barabara ile, maendeleo ujenzi wa barabara hiyo ikiendelea kujengwa. Lakini jingine, nimetaka uje hapa kwa sababu ndipo tunapojenga chuo cha VETA cha wilaya. Uje ukiangalie na uweke msukumo wako kwa ajili ya vijana, chuo hiki kiweze kukamilika na waweze kutoa elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipo hapa Bugarama na Bulyanhulu ni maeneo ambayo yanazunguka mgodi. Vijana walioko hapa, na kwa sababu wewe ndiyo mwenyekiti wao wa vijana, wana changamoto kubwa ya ajira inayozunguka mgodi kwenye maeneo yetu haya. Tumejaribu kupambana kuhakikisha ya kwamba vijana hawa wanapata ajira, lakini visingizio vya wawekezaji wetu ni vijana kutokuwa na fani mbalimbali ili waweze kuajirika kwenye migodi hiyo. Baada ya kusikia kilio hicho, tulitenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa VETA kwa ajili ya fedha za CSR milioni 215 kwa awamu ya kwanza. Tulianza ujenzi na wananchi hawa wakati ya Bugarama, jipigieni makofi, walitoa eneo hilo ambalo unaliona hapo kwa ajili ya ujenzi wa VETA hiyo. Na baada ya hapo halmashauri iliongeza fedha nyingine kwa ajili ya ujenzi wa madarasa unayoona yako hapo kwa ajili ya kutolea huduma. Ndipo tulipomfuata Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikamweleza mama, sisi tunaoishi kwenye maeneo ambayo tunazunguka migodi, tuna vijana na mimi mwenyewe ni kijana, ninataka nione vijana wanapata ajira. Tunaomba utupatie fedha kwa sababu sisi tumeshaonesha nia ya kuanza kujenga chuo cha VETA. Chuo unachokiona hapo Mheshimiwa Mwenyekiti ni shahidi. Tumepambana, tumekutana wapi kijengwa kwenye wilaya ya Kahama. Nikasema kwa sababu sisi tuna mahitaji ya chuo hichi cha VETA, ni lazima kijengwe kwenye kata ya Bugarama. Na ndio maana leo umemwona diwani hapo, japo amenisahau kunitaja, leo yuko hapa amesema kwamba tumejenga chuo cha VETA. Lekea salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwambie wananchi wa jimbo la Msalala tunashukuru sana kwa chuo hicho. Ombi letu kwetu, tupelekee salamu chuo hichi kiweze kukamilika. Awamu ya kwanza tumeletewa zaidi ya bilioni 1 kama ulivyosomewa kwenye taarifa. Tunahitaji sasa wasimamizi waweze kusimamia chuo hichi kikamilike mapema, ili awamu nyingine ya fedha ziweze kuja na ziweze kuanza kujenga chuo cha VETA kiweze kukamilika, kitoe huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka ufahamu kwenye sekta ya afya Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa kwenye sekta ya afya kwenye jimbo la Msalala. Daktari Samia Suluhu Hassan, punga mikono kama ishara ya kumpelekea salamu. Mheshimiwa Mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu, tumeweza kupokea vituo 5 vya afya kwenye jimbo la Msalala. Tumepokea kituo cha afya kipya kata ya Isaka, kimekamilika na kinatoa huduma chenye thamani ya milioni 500. Tumepokea kituo cha afya kipya kwenye kata ya Muhuguru, kinatoa huduma, kimeanza kutoa huduma. Tumepokea kituo cha afya kipya kwenye kata ya Burige, kimeanza kutoa huduma. Tumepokea kituo cha afya kipya kwenye kata ya Segese na kimeanza kutoa huduma. Tumepokea fedha za kujenga kituo cha afya kwenye kata ya Mwanase na sasa kiko
mwishoni kitaanza kutoa huduma. Kwenye sekta ya afya, Daktari Samia Suluhu Hassan, tulikuwa na maboma ya afya zaidi ya 34 yalikuwa hayajakamilika. Leo tunapozungumza hapa, kwenye kila kijiji maboma ya zahanati hayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuyamaliza maboma hayo. Tunapozungumza leo hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu, kwenye sekta ya afya Daktari Samia Suluhu Hassan ametekeleza kwa 95%. Ametuletea fedha, tumenunua tiba. Leo ukienda kwenye kituo chetu cha afya hapa, kuna x-rays mpya ziko hapa, kuna ultrasound ziko hapa, kuna vifaa tiba vya kutosha viko hapa. Lakini hajaishia hapo, ametuongeza magari matatu ya wagonjwa mapya ambayo tumeyasambaza kwenye vituo vya afya. Leo tunapozungumza hapa Bugarama tulikuwa na changamoto ya maji. Wote mnafahamu. Tayari mradi mkubwa unaotoka Mangu Ilogi umekamilika wenye zaidi ya bilioni 23. Leo tunapozungumza hapa tayari maji kwenye kijiji cha Ilogi yameshafika, Bugarama yamesambaa, na awamu ya pili yanaenda kusambaa Robakanga, Busurangiri na Bulyanhulu. Tayari wameshapewa maji ya Ziwa Victoria. Mradi huu wa maji ni mmoja umegharimu takriban bilioni 23. Tuna mradi unaotoka Nduku Butangi tayari umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 13 umekamilika. Na hatua ya tayari kwa bajeti ya 24-25 tayari tumetenga bilioni 1,100,000 kwa ajili ya kumalizia miradi yote ya maji kwenye jimbo la Msalala. Kulikuwa na kiu cha maji kwenye kata ya Jana, wako hapa wote, pungeni mikono mwenyewe waone. Walikuwa na changamoto ya Ziwa Victoria. Tayari kuna mradi wa maji wa zaidi ya bilioni 4 umekamilika. Kulikuwa na mradi wa maji mwingine milioni 500 kata ya Mwakata, kijiji cha Moshigini, na wenyewe wanakunywa maji ya Ziwa Victoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio maana unaona hapa wananchi walioko hapa wanang'ara na kupendeza kwa sababu ya maji ya Ziwa Victoria ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta miradi hiyo kwenye maeneo haya. Mheshimiwa Mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu, tulikuwa na changamoto ya umeme. Vijiji 64 vya jimbo zima vilikuwa havina umeme. Leo tunapozungumza hapa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, hakuna kijiji ambacho leo hakina umeme. Isipokuwa tunaongelea nguzo ni chache, tuongeze umeme uweze kufika kwenye maeneo hayo. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Apigwe adui, apigwe! Apigwe adui, apigwe! Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya maendeleo kwenye jimbo la Msalala inawezekana hawajakwambia, Dasi atakuwa ni shahidi. Katika jimbo pekee ambalo limepokea fedha za maendeleo nyingi kuliko majimbo yote ni jimbo la Msalala. Tupelekee salamu zetu. Leo tunapozungumza hapa, toka dunia iumbwe, sisi Msalala tumekuwa na vyuo viwili. Leo tuna chuo cha VETA, tuna chuo kingine cha kada ya afya kiko pale Ntobo, kimekamilika na chenyewe kinaanza kufanya kazi. Leo tunapozungumzia habari ya elimu, diwani amezungumza hapa tu, tuna shule 2. Ilogi tuna shule sekondari iko pale mpya imekamilika. Ukienda Bulyanhulu tuna shule 3, tuna shule 4 mpya zimekamilika. Zimeanza kujengwa chini mpaka juu bila mchango wa mwananchi wa aina yoyote ile. Ukienda kata ya Ipinda tuna shule ya sekondari mpya milioni 600 imejengwa kuanzia chini mpaka juu bila mchango wa mwananchi yoyote yule. Ukienda Segesa tumejengewa shule yenye zaidi ya milioni 520 kuanzia chini mpaka juu bila mchango wa mwananchi yoyote yule. Sasa Mwenyekiti, haya ndio maendeleo, na sisi wana Msalala tupo kwa ajili ya maendeleo, hatuko kwa ajili ya maneno. Tumejipanga kufanya kazi Mheshimiwa Mwenyekiti. Tumejipanga kupambana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo kama tunatetea haki zetu ili wananchi hawa waweze kupata maendeleo ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuhakikisha kwamba anataka maendeleo haya kwa jimbo la Msalala yafanyike. Sasa kwa sababu mimi wameshanizoea na haya ninayozungumza wanayajua wananchi, na wameniagiza, mkurugenzi yuko hapa, aagize afisa uchaguzi alete boksi la kula hapa. Sisi tupige kula za daktari, nenda nazo kazitunze, sisi tumeshamaliza kazi hapa. Sisi oye! Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zinazokuja hizi nyingi wanaozisimamia ni wenye viti wa vijiji kwenye vijiji vyao kwenye maeneo hayo. Sasa walinituma wenye viti wa vijiji, wakaniambia moja, nenda bungeni katusemee kuhusu habari ya mishahara. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti, inawezekana kabisa mimi na mkurugenzi na kamati nzima tukajipanga kushia kwamba tunapanga posho za kuwalipa wenye viti wa vijiji hapa. Kwa sababu sisi jimbo letu ni tajiri. Tukisimamia vizuri mapato yetu kwenye
kwenye jimbo la Msalala tunaweza kulipa wenye vitu wa vitongoji na wenye vitu wa vijiji. Hata kwa sababu ya mabilioni haya yanakuja hapa. Wakaniambia tunafikaje kwenda kukagua miradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikasema kwa sababu mwenyekiti anakuja wa taifa na mjumbe wa kamati kuu, mimi mbunge wenu nitampatia kila mwenyekiti wa kijiji baskeli moja ambayo itakayomwezesha aweze kwenda kukagua miradi ya wananchi. Nikuombe mheshimiwa, katika hotuba yako ukimaliza baskeli zile pale ziko nyuma hapo, uwagawie wenye vitu wa vijiji hawa ili waende wakasimamia utekelezaji wa ilani na mafedha haya ambayo tumeyaleta hapa. Nikuombe mheshimiwa mwenyekiti, baadhi ya vijana hapa walinifuata na kuniambia, mheshimiwa mbunge, tunafahamu wote hatuwezi kuajiriwa mgodini. Sisi tunataka kuwa mfano wa vijana ambao tutaanzisha biashara yetu wenyewe bila kutegemea kuajiriwa mgodini. Wakaanzisha karakana ya uchomaji na mimi nikawaambia nitawachangia kiasi cha shilingi milioni 3 kuweza kuboresha karakana hiyo ili waweze kujiajiri wenyewe na waajiri wenzao ili kupunguza wimbi la ajira kwenye maeneo hayo. Nikuombe, tayari fedha hiyo iko hapo nimeikabidhi, na yenyewe ukisimama hapa uwape vijana hawa milioni 3 waende wakaboresha ili uwe mfano wa vijana wengine kuweza kubuni kujiajiri wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, sauti yangu mimi imezoeleka sana. Wananchi wanataka wakusikie wewe na makamu wako. Sasa itoshe ni kusema jamani, uchaguzi huu unaofuata na mimi nipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati ninaomba kura niliwaambia wananchi, waliniuliza, wewe mbona mwili wako mdogo? Nikawaambia sisi vijana ambao tunaongozwa na kawaida mwenyekiti wa vijana ametuaza tuchape kazi usiku na mchana kuleta heshima ya vijana kwenye nchi. Nikawaambia msishike na ukubwa wa bodi, kumbe injini haimo. Sasa bodi langu dogo kubwa. Waambie! Na ndio maana mmeona nisiseme. Ndio maana mmeona wale wahuni wameanza kulalamika. Ndio kusema asanteni sana, ninawapenda.